Allow me now to invite the Governor of Nairobi, His Excellency Honorable Johnson Sakaja, to make brief comments and greet the congregation. Please come over here. Let us give him a clap as he comes. Asante sana Bishop Muhatia. Bwana asifiwe. God is good and all the time. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana. His Excellency the Nuncio Habatas Matthias Maria van Megen. Our Grace Archbishop Philip Arnold Subira Anyolo. And of course, His Eminence John Cardinal Njue, so good to see you. And all the House of Clergy, His Excellency, our former President Uhuru Kenyatta, and Mamangina Kenyatta, the Speaker of the National Assembly, the Chief Justice. Nimesikia pia kuna watu wa Gatundu, wamekuja hapa leo. Hamjambo. Watu wa Gatundu mko? Muriega? Mwadhani ya rogoshuo? Nyonai na moko tui hamwe? Na kweli kumekujwa. Karibuni sana. Your Grace, the place of the Catholic Church in our country is really, really solid. The history of this country can never be written down without noting and acknowledging the contribution of the Catholic Church from the time of bringing education, from actually 1498 up until today, in the areas of healthcare, in the areas of education, and of course, in society, the areas of spiritual nourishment. Today, we are very honored to have been able to join you, kujumuika na nyinyi, for this great celebration. The Catholic Church, indeed, has provided for us two presidents, President Mwai Kibaki, President Uhuru Kenyatta. It has produced two vice presidents, if I'm not wrong. Mudi Awori, and I think Michael Kijana Omala was a Catholic. You produced for us a central bank governor, Patrick Njoroge. You produced for us a speaker of the National Assembly, Moses Wetangula. So for those who intend to become presidents in future, one of the places kukani kwa Catholic Church. Unaweza pata bahati ukiwa kwa kanisa yetu. I have learned a lot today. Thank you so much. The preacher of today, Habatas van Megen, he was someone of the sons of Zebedee. We didn't know the sons of Zebedee are from Gatundu. And it is good today that we have realized they are from Gatundu. You know, our Bible, the word says God's word is living and active. It keeps teaching us many things. Leo asubuhi kuna mtu aliniuliza, Sakaja, you think you know the Bible? What was the blood group of Jesus? Do you know the blood group of Jesus? Akaniambia, but you know the blood group of Jesus. You sing it every day. Oh, the blood of Jesus. O positive is a blood group because also he is the universal donor. He died for our sins. In this period of Easter we remember. So mtu akikuuliza useme leo umejua blood group ya Yesu ni gani? O positive.
But also I'm very grateful. Thank you for introducing the leaders. I think the only mistake, this place is in Dagoretti North constituency. Mheshimiwa Beatrice Alachi ndio mbunge wa hapa, na pia MCA wa hapa anaitwa Robert Alai. Mnajua Robert Alai? Ule wa mtandao. Kila saa kuna maneno mengi, lakini ndio huyo pia tuko naye hapa. Also in the sermon I have learned something. Kumbe kanisa ni kama tu siasa. Because the preacher told the 2 new bishops wachunge hapa ndani ya kanisa. Kuna watu pindi tu wametawazwa kuwa maaskofu wataanza kuwapiga na wataanza kuwaletea fitina. Kumbe sio sisi tu kwa siasa. Unachaguliwa hata mwaka moja haijaisha, mtu anataka kiti yako, mwingine anasema hujui kazi. So we are in the same ship. That's why we need to work closely with the church so that we can commiserate with each other in fellowship. I want to congratulate the 2 sons of Zebedee, our new bishops. Congratulations on attaining that. 1 Samuel 16:7 says, "For God does not see how man sees. Man looks at the outward appearance, but God looks at the heart." It is God who knows why you've been chosen at a time like this to support our Archbishop, Philip Anyolo. And our Archbishop has a very difficult time. I always tell people, Nairobi, 90% ni wakora. Watu wengi sana ni wakora. Mtu mzuri tu Nairobi ni Philip Anyolo. Peke yake. Philip Anyolo peke yake. Wengine wote. Mimi na deal na watu wote wa hii mji. Yule mzuri tu ni Philip Arnold Zubira Anyolo. So naomba uzidi kutuombea mioyo yetu irudi sawa sawa. Please, at this time, the Catholic Church, I'd like to ask you to pray for our country, to pray for His Excellency, our President. Our President would have loved to be here, but after his visit in Ghana, he had to go to different parts of Africa, and the Speaker of the National Assembly has his message. But let us pray for Kenya to succeed. I know we all want our country to succeed. I know President Uhuru Kenyatta wants the country to succeed. I know the opposition wants the country to succeed. If you don't want your country to succeed, it is like cutting off your nose to spite your face. Wewe peke yako ndio utaumia. Kenya yetu lazima isonge mbele, na tunashukuru Mungu kwa baraka ametupa. Sasa tunaona hata uchumi yetu inaanza kupanda, inaimarika. Siku hizi tunapambana, shilingi yetu inapambana na dola, na saa nyingine inaiangusha. Tuzidi kuombea taifa letu. Ya mwisho, watu wa Gatundu ambao pia mmetupatia marais wawili. Na hapa leo tuko na wabunge wenu watatu. Tuko na Rais Uhuru Kenyatta alikuwa mbunge Gatundu South. Tuko na Jamba ya Ruriri, Moses Kuria, ambaye amekuwa mbunge wenu, na pia tuko na Jiji Kagombe. Huyu Jiji ameniambia alikuwa seminary miaka 4 alafu mambo ikaumana. Sijui aliona nini ama nani. Lakini pia Uncle George Mo pia alikuwa na shida hiyo. Alikuwa pia kwa seminary ikaumana. But Gatundu South, really you've given us a great blessing. Wacha niwaambie leo mambo ni matatu vile mmekuja Nairobi. Mambo ni ngapi? Maudo ni magana? Ya kwanza, mnakaribishwa sana Nairobi. Mujisikie mko nyumbani. Ya pili, mkimaliza hapa, muingie kwa hoteli yoyote. Yoyote. Muulize mukimu, muulize chai, mukule kuku, mukiulizwa mseme mmetumwa na nani? Sakaja. Lakini ya tatu, mambo ni mangapi? Ya tatu, ukimaliza ulipe bili yako tafadhali. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Sakaja, for your kind words. God is good, and all the time. Now permit me to invite our former President, His Excellency Uhuru Kenyatta, to address the congregation and give his message of congratulations. Your Excellency, welcome.
Your Excellency, the Apostolic Nuncio, Your Eminence, Cardinal Njue, Your Grace, Archbishop Philip Agnolo, Your Graces, my Lord Bishops, the clergy, all leaders here present. Yangu ya kwanza ni kuchukua nafasi hii kuwapongeza mabishopu wetu wapya na kuwa na nafasi ya officially saying my Lord Bishop Bwana Kamomoe and my Lord Bishop Ng'ang'a. Sasa wamepata title lingine, kwa hivyo ni vizuri nikisema hivyo. Congratulations, and we wish you every success, and you're in our prayers. Niseme ya kwamba tuko na furaha kuwa pamoja nanyi siku ya leo, ikiwa ni siku ya kusherehekea na kurudisha shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha hapa. Mungu hutenda mema, na wakati wa kila mtu imefika. Ni wakati ya Father Kamomoe na Father Wainaina kuacha jina Father Ng'ang'a pole nejolile kuacha jina Father na sasa kuitwa Bishop. Todo muthenyo niguo mabagirwo ni Ngai na niguo wao, na nikio hindi ciothe tugaga Ngai ni mwega. Yangu tu ni kusema ya kwamba ya Nairobi ni yule ambaye atasikiliza wale ambao wanaongoza, na badala ya kuwaeleza ya kuwasaidia katika shida zao. Taken leadership to mean your capacity to lord it over everybody else. But as the Nuncio has reminded us today, but to guide and lead and bring everybody along with you. Tumesikia juu ya Wasaliti. Nuncio ametuambia hapa mambo ya Wasaliti mingi sana. Lakini kwa Wasaliti tunawaambia hata Judas alisaliti Yesu, lakini hiyo mahela aliiwacha akaenda akatafuta kamba. Kwa hivyo yoshira because ya mwisine dale, kuna siku ambaye haina mwisho wake. So yangu ni kusema shirikianeni pamoja na to that calling. Are we still the conscience of society? Or have we forgotten that that consciousness is very important? And I pray that the Lord God will guide our two new bishops, that they will remain that conscience, that of favor, knowing that it is their mission to not only walk and live with those that they shepherd through their difficult times, and to stand for them when their people need it. I wish God's grace, I wish God's blessings, I also wish God's joy for you as you move forward. I congratulate your parents. Muroradi muna ne joy. Korosi ya nyune shiwile na gekano muthenya wa umuthi. Mwonete ciana cia. Mheshimiwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta anawaombea baraka wazazi kwa hawa ambao
ni wazazi wa maaskofu wateule, na tunawashukuru hata nyinyi wazazi kwa zawadi yenu. Kwa wazazi, kwa familia, kwa kushikilia hawa wenzetu, tuwasema asante. Tuwasema Mungu aendelee kuibariki taifa letu la Kenya. Mungu aendelee kubariki wananchi wetu wa Kenya. Tuendelee kuwa na umoja, tuendelee kupendana, na kanisa ishike jukumu lake la kuhakikisha ya kwamba imetetea haki za wananchi wa taifa hili letu la Kenya. Mungu na wabariki na waweke. Asanteni. Thank you very much, Your Excellency. Now allow me to invite the Speaker of the National Assembly, Honorable Wetangula Moses, to give his message. Karibu, Bwana Speaker. Let us give him a clap as he comes. Well, thank you, Baba Askofu. That's Apostolic Nuncio Van Megan, our Archbishop of Nairobi, my brother Phil Panyolo, my Bishop wetu wapya, the brand new kids on the block. Present, allow me also to acknowledge my own Bishop of Bungoma, Bishop Kadima, who looks after me in the village. I've been sent here by His Excellency the President, Dr. William Samuel Ruto, and as I deliver his message, allow me to salute our 5th President, our brother Uhuru Kenyatta, our Governor of Nairobi, and all the protocol as established. Nimekuja hapa kuleta salamu za rais wetu kwa mabishop wetu wapya, salamu na hongera isiyo na kipimo wala kifani, na kuwaambia hongera sana kwa kupanda ngazi ya ulinzi wa mioyo yetu katika kanisa letu la Katoliki na kufikia kiwango cha kuwa maaskofu. Rais angependa kuwa hapa leo, lakini vile mjuavyo ako safari ya nje na tarudi pengine leo au kesho. Ameniambia niwaambie maaskofu wetu wapya ya kwamba anashirikiana na nyinyi na familia zenu na kujivunia kwa tuzo ambalo mmepewa na kiongozi wa kanisa letu la Katoliki, Papa Francis. Pia rais anasema ya kwamba anaheshimu kanisa la Katoliki na makanisa yote nchini kwa kazi wanayoifanya kusaidiana na serikali kwa nyanja ya elimu, nyanja ya afya na nyanja zote ambazo zinasaidia kushika nchi yetu isimame, sio tu pamoja, lakini Wakenya wapendane, waheshimiane na tujenge nchi yetu kuboresha maisha ya wananchi. Pia rais amesema kwa maaskofu wetu wapya, jukumu sasa mlilo nalo ni kushirikiana na maaskofu wenzenu ili kuhakikisha kwamba makanisa yetu inaendelea kuwa kipimo cha yale mambo mazuri yanayofanyika katika nchi yetu, na msiwe na uogofu wowote kusema yale ambayo mnaona haiendi sawa, kwa sababu nyinyi mkisema ni sauti ya Mungu, na Wakenya wako tayari kutoka uongozi wa juu mpaka chini kuheshimu ushauri wenu, na hata pale mnaotukosoa
tunakubali na kurekebisha. Finally, I want in a very special way, as a Catholic myself, to salute you, the two bishops, and all the bishops here present, for continuing to be the moral barometer of our country, the moral rectitude of our society. I was recently visited by some clergy from the Catholic Church who told me that we see you sitting in the speaker's seat. Please, for the sake of our nation, don't allow any legislation that perverts or corrupts the morals of our society. And I gave them my word that I will be the watchdog too, to ensure that the legislation we have must be consistent and be in keeping with the expectations of our society, respecting our culture, our norms, and resist any attempt to pervert those morals through legislations that may be engineered from different quarters of the world that don't appreciate what we stand for. And I give you that promise as a church that we will do exactly that. Lastly, allow me also to exercise some bragging rights that Archbishop Philip Anyolo, the Archbishop of Nairobi, is born in the same county as you as truly here. And it's the same county that gave this country life in the shadow of Catholicism. Lastly, a gift, and allow me to invite you, Your Grace, so that I can hand over this gift to you. Pray for our country, pray for our leadership, pray for all Kenyans, so that we have the capacity when we have problems, not to look for who to blame, but to look for solutions to those problems. Thank you.